Leo hii kama utaiamini, kama utaamini jina la Yesu, kama utaamini neno la Yesu, Yesu yuko tayari kukupokea. Yesu yuko tayari kukupokea. Yesu yuko tayari kukuponya, kukufungua. Kuna shuhuda kubwa sana, siku nyingine nitakupa. Kuna mambo mengi ambayo Bwana ameyafanya katika maisha yetu. Wale waaminio wanajua, kila mmoja na shuhuda wake. Kumbuka ndugu yangu, Yesu akikuponya, wewe utaenda kushuhudia matendo makubwa ambayo ameyafanya katika maisha yako. Yesu akikuponya, wewe utaenda ushuhudie, utangaze habari njema. Yesu aliyowaponya, hata Bartimayo baada ya kufunguliwa, baada ya kuponywa, alienda kuhubiri habari za Yesu, hata pasipo kuambiwa nenda. Alienda kwa sababu amemuona Yesu live. Na wewe ukikutana na Yesu moja kwa moja, utaenda kuhubiri habari njema, utaenda kuambia ndugu zako, utaenda kuambia rafiki zako kwamba Yesu ametenda kitu katika maisha yangu, Yesu amefanya jambo katika maisha yangu, au utaenda kusimulia. Hata kama hujaambiwa, hata kama hujaagizwa, ile nguvu ndani yako itakusukuma. Kumbuka, ukisoma kuna sehemu katika Ufunuo inasema walimshinda Ibilisi kwa neno la ushuhuda na damu ya mwana kondoo. Ili neno, baada ya kupata ushuhuda, baada ya kupata uponyaji wako, najua utasonga. Haijalishi upo katika mazingira gani, Yesu anachotaka ni imani. Amini, amini. Pamoja na wahubiri watakuhubiria vitu vingi, utaombea, utapona, lakini Yesu anachotaka imani ulioanza leo iendelee. Amini kile inapoitwa leo mpaka siku ya kuondoka. Amini, usiache kuamini, maana mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani. Akisitasita, roho wa Mungu hana furaha naye. Yesu anachotaka tuamini. Mungu anachotaka ni imani, imani iliyo thabiti, imani isiyo na mashaka. Endelea kuamini Mungu. Mungu anaweza. Ukiamini Mungu anaweza katika maisha yako. Na ndio maana kuna sehemu Petro amesema, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Mimi nalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Kuna malaika wako mahali hapa kwa njia ya imani. Malaika wako hapa kwa njia ya imani. Malaika wamenizingira kwa njia ya imani. Biblia inasema nitakuagizia malaika wakulinda katika njia zako zote. Kuna malaika wanatulinda, lakini kwa njia ya imani. Usipoamini hauna malaika. Usipoamini hakuna ulinzi wa Mungu. Ukiamini kuna ulinzi wa Mungu. Ukiamini kuna malaika wako mahali hapa wanakuzingira kila sehemu. Ili unapoenda magharibi, mashariki, kaskazini na kusini, wako malaika wanakulinda, lakini kwa njia ya imani. Kama ukiamini inawezekana, usipoamini haiwezekani. Mungu anachotaka ni imani yako ndugu yangu. Amini tu utaona utukufu wa Mungu. Kuna sehemu Yesu alimwambia Martha, sikuambia ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Hawakuamini kama Lazaro atafufuliwa siku ile, kwa maana alikuwa amekufa yapata siku 4 na alikuwa ameshaanza kunuka. Lakini Yesu akamwambia Martha, sikuambia ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Yesu aliongea habari ya ufufuko. Akasema yeye ndio ufufuo. Akasema sawa, naamini Bwana, siku ya mwisho atafufuka. Yesu azungumzia habari ya siku ya mwisho. Alikuwa anazungumzia habari ya siku ile. Amini, uje uone kama mimi sio ufufuo na uzima. Yesu ndio ufufuo ule. Yesu anachotaka uamini, usiwe na mashaka, amini. Sikiliza neno la Mungu kwa wingi. Sikiliza kile ambacho Yesu anasema, na hicho kitakufanya uendelee kuamini. Ni jambo gani ambalo linakusumbua siku ya leo? Ni kitu gani ambacho umeona ni kigumu katika maisha yako? Ni kitu gani ambacho unaona bado ni shida katika maisha yako? Amini. Nataka nikwambie, utakapoamini na kuanza safari mpya na Yesu Kristo, utaanza kuishi maisha mapya na utakuwa mwanajeshi na mfasi wa Yesu Kristo. Utapitia mengi, si kwamba hautapitia changamoto ndugu yangu. Nataka nikwambie, unapoanza maisha na Yesu Kristo, unapoamua kuambatana na Yesu Kristo, si kwamba hautapitia changamoto. Lazima upite kwenye madarasa, lazima upite kwenye mitihani, ili tuone kwamba, ili Mungu ajivunie wewe. Hawezi kujivunia wewe kama upiti kwenye majaribu. Lazima upitishwe katika moto ili ajivunie wewe. Lazima ajivunie wewe. Hawezi kujivunia wewe kama hujapita na kupitika. Lazima upitie, utengenezwe ili ajivunie wewe, kama alivyojivunia kwa Ayubu, kama alivyojivunia kwa yule, na ajivunie wewe. Najua kuna vitu vingine si lazima uishi kama Ayubu. Hapana, wewe kuna namna yako ambayo Mungu amekuandalia. Kuna mitihani yako, kuna majaribu yako ambayo umeandaliwa, ambayo yataendana na wewe na imani yako. Na Mungu atakupa mlango wa kutokea. Unapoanza maisha na Yesu Kristo, kuna vitu vingi utapitia na lazima uvivuke. Lazima ushinde kila mtihani, ndipo utaweza kwenda darasa lingine.
kama elimu tu ya kawaida. Hauwezi kwenda darasa la pili kama hujafanya mitihani yako vizuri. Hauwezi kwenda form 1 kama darasa 7 hujafaulu. Hauwezi kwenda form 5 kama hata vyuo vingine mpaka upate angalau alama zinazoridhisha. Haleluya. Kuna viwango ambavyo serikali au dunia imeweka ili uweze kufaulu, na vyuo mbalimbali vimeweka ili uweze kufaulu, lazima ufikie. Na ndivyo Mungu ameweka. Kuna viwango ambavyo ameweka kwako wewe, lazima ufikie. Kuna level lazima ufikie ili uweze kwenda hatua nyingine, ili uweze kuvuka, ili uweze kupiga hatua, ili aweze kujivunia na kusema hakika George mwanangu, umefanya kazi, umeimaliza, karibu. Karabasi karahi. Kwa hiyo lazima hata huku kwa Mungu kuna viwango. Mungu ameweka vitu, Mungu ameweka vigezo. Kuna vigezo ambavyo ameviweka, lazima uvifikie, lazima ufike kwenye hivyo vigezo. Yesu anachotaka ni wewe kuamini tu. Amini sasa, uanze maisha mapya na Yesu Kristo, na wewe ulioanza usirudi nyuma. Sasa hivi adui anachofanya ni kuwakatisha tamaa watu. Usikate tamaa, jipe moyo, inuka. Katika safari hii kuna mambo mengi yanatokea. Kuna vitu vingi vinatokea sana. Watu wanakatishana tamaa. Katika kanisa mambo yamekuwa ni mengi sana. Adui anakuonyesha. Watu wanaanguka, sio wanafanyaje? Kuanguka kupo ndugu yangu. Daudi alisema, adui yangu usifurahie kuanguka kwangu, nijapoanguka nitasimama tena. Hata Yesu akiwa amebeba msalaba alianguka mara 3 akainuka. Hata kama umeinuka, uliamua kutembea na Yesu Kristo, ukaanguka, na kuambia inuka tena, usikate tamaa. Inuka ulipoanguka wewe, inuka ulipoanguka wewe, usikate tamaa. Yesu anachoangalia ni kuinuka kwako. Angalia kuanguka kwako. Kuanguka kwako ni somo, ni darasa kwako. Uangalie ni kitu gani kilisababisha uanguke, na usimame tena, utembee mpaka ufikie utimilifu wa imani yako. Unajua Mungu ni mwaminifu sana. Mungu ni mwaminifu. Kuna vitu vingi vinakuja sana. Unajua wakati mwingine kuna mahitaji ambayo tunayahitaji, kuna vitu tunavihitaji. Wakati mwingine vinachelewa. Imani inalegalega kwa sababu ya hivyo vitu. Hapana. Kwa sababu huyu Mungu ndiye mleta hivyo vitu. Huyu Mungu ndiye fedha na dhahabu vinatoka kwake. Kama amekuambia wewe ufanye kazi katika namna fulani au ufanye biashara, fanya biashara ukitanguliza imani. Maana kuna wafanya biashara wengi imani zao wameziwekeza kwa shetani. Lazima utafute matunguli, lazima waingie kwenye mikataba, lazima wafanye matambiko ili biashara zao ziende vizuri. Lakini kama wewe umeamua kutembea na Yesu, imani yako ni kwa Yesu, itia damu ya Yesu kwenye biashara zako, itia damu ya Yesu katika ofisi yako. Wale ambao wameanzisha makampuni, tunajua namna ya kutembea na Yesu kwenye makampuni yetu. Tunajua namna ya kutembea na Yesu kwenye biashara zetu. Tunajua namna ya kutembea na Yesu katika kazi zetu. Lazima ujue namna ya kutembea na Yesu popote pale uwapo. Iwe Tanzania au nje ya Tanzania, iwe Afrika au nje ya Afrika. Ujue namna ya kutembea na Yesu wako. Yesu ndo atakayekuwezesha kushinda. Maana hizo mali na vitu vyote ni vya hapa duniani. Yesu anachoangalia ni imani yako. Baada ya hapa duniani utafanyaje? Nikwambie siri moja. Biblia inasema walio na Kristo hawatakufa bali watalala. Yaani wewe utalala tu. Hiyo ni imani. Hata mbinguni tunaamini tutaenda. Imani yako ndio nguvu zako. Imani ulionayo kwa Yesu ndio inakupa nguvu. Ndio inakuaminisha kwamba ipo siku mimi nitaingia mbinguni. Usisikilize maneno ya watu waliokata tamaa. Kuna watu wamekata tamaa. Wanasema kwamba haiwezekani kufanya hivi, haiwezekani sisi kuishi hivi, haiwezekani kuishi sawa na mapenzi ya Mungu. Huyo ni wewe, yeye ameona kwamba haiwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Biblia inasema yote yanawezekana kwake aminie. Na mimi naamini kabisa yuko Bwana anayefanya makubwa. Kobo sikarabashaka. Yupo Mungu anaweza. Anafanya mambo makubwa sana. Kuna vitu vikubwa sana ambavyo ukivifikiria kawaida huwezi kumuona Mungu. Lakini ukizama, ukitafakari, ukiingia katika tafakari ya nguvu, unamwona Mungu akitenda kazi.
Si lazima uone kabla uone kwanza kwenye macho ya nyama. Hapana, ona katika macho ya imani kwamba mimi nitafika hapa, mimi nitavuka. Hata mbingu lazima tuione katika macho ya imani kwanza, kwamba mimi nitaingia mbinguni, na ndipo itakapotokea katika uhalisia. Lazima uamini kwanza. Vitu vyote vinaanza katika imani. Hata wafanyabiashara anapoanzisha biashara anakuwa na imani kwamba nikiweka duka langu, nikianzisha kampuni hapa, nitapata wateja. Anaamini kwanza kabla ya kuona. Wewe unasubiri uone? Hapana, amini kwanza. Amini kwanza. Korobo saka yakasikaraba saka. Amini kwanza ndipo itokee. Maana yote yanaanza kwa imani. Hata Ibrahim alipoambiwa amtoe Isaka, aliamini huyu aliyeniambia mimi nimtoe Isaka atanipa mtoto mwingine, maana nilipomwomba alinipatia huyu. Kwa hiyo kama alinipatia huyu na mwingine atanipatia. Kwa hiyo kitu cha kwanza, elewa kwamba Yesu amekuja kufungua. Haijalishi ni vifungo gani ambavyo vimekukamata. Haijalishi ni maisha gani ambayo unaishi. Yesu anachotaka ni wewe kuamua tu. Yesu anachotaka ni kubadilika. Maisha yako mkabidhi Yesu. Haijalishi kwamba umefika pale ulipokuwa unataka, haijalishi hujafika. Yesu anachotaka uendelee. Maana mwisho wa utimilifu wa imani yetu ni kuingia pale mbinguni. Yesu anasema hatutakufa bali tutalala. Tuendelee kumwamini Yesu Kristo. Endelea kumwamini nyakati zote, za asubuhi, za mchana, za jioni. Endelea kumwamini huyu Yesu. Huyu Yesu anaweza Bwana. Mimi nimeona akitenda katika maisha yangu. Nimeona hata kuna vitu vingine ambavyo nasubiria. Najua kabisa wakati wa Bwana, nyakati za Bwana zikifika, kuna mambo yatatokea tu. Haijalishi watu wameona ninachelewa. Haijalishi dunia imeona kwamba mimi ni wa kupitwa. Wacha waone mimi ni wa kupita. Nachoamini huyu Yesu niliye naye ni wa milele. Ni yule jana na leo na hata milele. Aliyefanya kule na atafanya leo na atafanya kesho. Anaweza Bwana. Naendelea kusubiria nyakati za Bwana. Kuna mambo mengine ambayo nimeona akiyafanya katika maisha yangu. Kuna mambo ambayo nimeona akiyafanya na kama amefanya yale, najua hata haya anayosubiria atayafanya kwa ajili ya utukufu wake. Hata asipofanya leo, kesho atafanya. Huyo ndo Mungu ambaye tunamwamini. Endelea kumwamini ndugu yangu. Endelea kumtazama Yesu Kristo. Endelea kumwangalia Yesu Kristo. Usiache kung'ang'ana na Yesu. Endelea kumuomba huyu Yesu ambaye anaweza, atakupigania, atakuongoza, atakulinda, atakuvusha, atakuponya, atakufungua, atakuweka huru, na wewe utamwimbia, na wewe utatangaza matendo yake makuu ambayo ameyafanya katika maisha yako. Utashuhudia kwa watu mbalimbali, kwa mataifa kwamba huyu Yesu amefanya. Nachotaka kuambia sisi, atuigize, usiigize, kuwa na uhalisia. Nenda kwa Yesu ukisema kwamba mimi nimekuja na dhambi zangu na mashida yangu na matatizo yote nilionayo. Maana Yesu amekuja kutangaza mwaka wa Bwana, amekuja kufungua wewe. Nenda jinsi ulivyo, usiigize kwamba umebadilika. Nenda hivyo ulivyo na madhaifu yako. Yesu anakutaka pamoja na dhambi ulizonazo. Yesu alifanya hivi msalabani ili akupokee wewe ambaye umebeba mizigo. Kumbuka pale msalabani kulikuwa kuna mwizi ambaye alijua kabisa hii ni fursa. Kumbuka kwamba kuwa na Yesu ni fursa. Aliona hii ni fursa. Kwa nini mimi nimeteswa na Yesu? Kwa nini mimi nimetundika msalabani na Yesu? Hii ni fursa kwangu ya kupokea wokovu. Akaona kabisa hii ni fursa, akaitumia. Ndugu yangu, tumia hii fursa ya kuwa na Yesu Kristo. Yesu ni fursa katika maisha yako. Mungu ni mwaminifu sana. Endelea kumtukuza Mungu katika maisha yako. Siku leo naomba nishie hapa, na nataka nikuombee kidogo. Mimi ninachotaka wewe uombe. Omba popote ulipo. Omba Mungu akuvushe. Omba Mungu akutetee. Omba Mungu akuinue, akuvushe hapo, akate minyororo, aondoe kila aina vifungo na laana katika maisha yako. Lakini anachotaka ni kuamini. Amini. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, Baba nasema asante kwa ajili ya kijana huyo, mama huyo, baba huyo, bibi huyo, babu huyo, mtoto huyo ambaye anakutamani. Ameamua leo aanze upya na wewe. Ameamua tembee na wewe, uliyekufa msalabani kwa ajili yake. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti, Bwana, naomba Bwana ukamfungue zidi ya vifungo, zidi ya laana, zidi ya kila aina ya mikataba ambayo aliingia au aliingizwa kwa kuelewa au kwa kuelewa. Katika jina la Yesu Kristo nakemea hiyo mikataba, navunja kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti kila chochote ambacho kimefunga akili zake asione fursa ambayo ni wewe. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti naharibu kila mpango wa ibilisi juu ya maisha yake. Naharibu kila
kile na mpango wa mapepo kwa jina la Yesu Kristo, na alibu katika jina la Yesu Kristo, na itia damu ya Yesu inenayo mema ikamfungue na kumweka huru. Pokea uzima Bwana, mponye ili akashuhudia jina lako katika jina la Yesu Kristo. Najua kabisa Bwana Baba, tazama umemnunua si kwa vitu viharibikavyo au kwa fedha, hapana, ni kwa damu ya Yesu Bwana umetununua. Hii damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ikafungue maisha yake, ikaponye. Wewe ambaye unasumbuliwa na mguu, pokea uzima, huo mguu ukapone, huo mguu ukapone, huo mguu ukapone. Wewe unasumbuliwa na macho, kwa jina la Yesu Kristo pokea uzima. Katika jina la Yesu Kristo pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, afya njema. Maana Yesu umesema tutaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Nami nainua mkono juu ya mgonjwa akapone. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima kwa jina la Yesu. Toka mapepo yote ambayo yamekamata mwili wako, ambayo yamekamata nafsi yako, kwa jina la Yesu pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima. Damu Yesu ikakuponye, ukafunguke kila ina mapepo. Toka mizimu, toka kila aina mikataba ambao uliingia pasipo kuelewa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye ulipelekwa na rafiki yako kwa waganga, ukawekewa majini, ukawekewa mapepo, katika jina la Yesu hayo majini toka, 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 toka kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu kwa maana wewe ni mwaminifu, umejawa rehema na neema tele. Asante kwa ajili ya siku ya leo, ni njema Baba, nalitukuza jina lako maana wewe ni mwema na mwaminifu. Bwana, asante kwa ajili ya kibali ambacho umenipatia siku ya leo. Jina lako liendelee kuhimidiwa milele yote. Damu ya Yesu Kristo endelee kunena mema. Asante Mungu mtakatifu. Nami najiweka mikononi mwako. Uzidi kunitetea katika kila ninachofanya. Uzidi kutetea katika kampuni yangu. Uzidi kutetea katika huduma ambayo umeweka ndani yangu, maana hii huduma si yangu. Chochote ulichonipa si changu, ni chako kwa ajili ya watu wengine. Ukakikuze Mungu mtakatifu. Baba, naomba kwa ajili ya kila mmoja mfalme ambao umemwandaa aje kusikiliza, aje kuona Bwana, akaone sasa na utukufu wako Bwana. Baba, nakushukuru na kutukuza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, naomba na kushukuru. Amina. Basi nashukuru sana kwa wewe unanifuatilia. Mimi napatikana YouTube, napatikana TikTok, napatikana Facebook, napatikana Instagram kwa jina la George Gasto. Kwa pamoja tuendelee kushirikishana neno la Mungu. Najua nimeomba kwa ajili yako, nimefundisha. Kama kuna kitu ambacho Mungu amesema na wewe, basi comment, acha ujumbe hapo mfupi, tushirikishane, tuendelee kuwasiliana. Najua kabisa Mungu kuna kitu ambacho amefanya katika maisha yako kwa ajili ya utukufu wake. Yote amefanya Mungu kwa ajili yake, si kwa ajili ya mtu yote. Ni kwa ajili ya Mungu tu. Sisi wanadamu ni wanadamu tu, lakini Mungu huwa anajitukuza kupitia neno lake. Mungu akubariki sana na kutakia siku njema na yenye baraka. Amen.